Jamani, kwema? Kwema kabisa. Jamani, karibuni tena siku ya leo kwenye mafunzo yetu ya batiki. Leo tunajifunza kutengeneza skafu. Sasa hapa kwa hatua ya kwanza leo tutaanza kukata hapa. Tutakatakata skafu na size ambayo husika tutaviweka pembeni. Baadaye hapa tutachemsha mshumaa kwa ajili ya kuja kubandika kwenye vitambaa. Alafu tutaenda kwenye rangi, alafu baadaye tutaenda kwenye kutoa mshumaa kule. Kwa hiyo zoezi letu la leo sio refu sana. Pia tukumbushane, hizi si mnazikumbuka hizi? Haya. Bi mkubwa anakumbuka. Hizi sponge. Hizi sponge zinatumika kwenye kubandika mshumaa kwenye kitambaa. Yaani batiki zipo za aina mbili. Kuna design ya kutumia mshumaa na kutumia bila mshumaa. Zile ambazo hazitumii mshumaa ni zinaitwa tie and dye. Yaani tunafunga na kuweka rangi. Kwa hiyo hapa kwa leo tunajifunza kuweka mshumaa kidogo na tie and dye kidogo kwenye hiyo mshumaa kama siku ile. Zote bora, sema pendekezo lako wewe na wateja utakaowapata au sokoni huko utakavyopeleka. Kwa hiyo hizi ni sponge. Leo tunatumia yenye maneno, kama siku ile tulitumia pia maneno. Ila uwaga kuna kila style, kuna maua tofauti tofauti. Kuna maua, kuna wanyama, kuna yani aina tofauti tu unavyotaka wewe. Kwenye hapa tumeelewana. Baadaye tutaona hapa kutakuwa na jiko, pia kutakuwa na mshumaa ndani yake ambao ndio huu hapa. Tunauunguza unakuwa kama uji. Kwa hiyo tutakuwa tunachovya, tunabandika. Huu hapa ndio kama nimetoka kuelezea muda sio mrefu mshumaa huu. Hizi hapa ni dawa. Hizi dawa ndio muhimu katika batiki yani. Hizi mbili hizi. Hizi bila hizi kwenye batiki huwezi kutengeneza, huwezi kufanya chochote. Jina kuna hii hapa ambayo ipo kama unga. Yaani ipo laini yani kama unga. Hii ni sodium. Sodium. Sasa ukienda kwenye maduka kwa sababu sio mzoefu, au hujazoea, ukisema sodium ya batiki ndio unaeleweka zaidi. Maana ukisema sodium au sodium nini huko, unaweza ukapewa sabuni. Sodium ya batiki unakuwa unaeleweka vizuri. Hii hapa hii inaitwa caustic. Lakini caustic ya batiki. Caustic. Ambao pia hata kwenye sabuni huko zipo, lakini ni caustic ya batiki. Dukani ukielezea hivyo unaeleweka zaidi. Alafu kuna rangi. Rangi zipo za aina tofauti tofauti. Ila kwa leo tutatumia rangi nyekundu, tutatumia rangi ya njano, tutatumia ya blue. Na zingine zipo kule ya orange. Tutatumia pia. Na zambarau tutatumia. Na kijani hapa pia tutaitumia. Pia kuna kijiko hapa tutatumia. Kuna tape, kuna mkasi kwa ajili ya kukata vitambaa vyetu tutatumia. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndio hivyo. Hapo umesema usaidie kukata vipi? Hapa kuna maelekezo ya scarf, inches na urefu yani ya inches na jinsi ya kukata. Maana hapa natumai nahisi kuna wengine hata kukata nguo nao hawezi. Atakuja mmoja mmoja. Kwa hiyo hapa basi mama tuanze na wewe hapo. Hapa
Sasa upana unaweka inchi 8 kwa sababu hapa imepishana, sio mbaya. Kwa hiyo utasawazisha tu hapa, utakata hii sio uje kwa huku, upana wa inchi 8 na urefu yote, au for in case inchi 8. Ngoja tuone na sponge yetu kwanza. Ushindi, timu ushindi, timu ushindi. Ngoja tuweke 9. Yes, ngoja tuweke 9. Ngoja tuweke 9. hata nusu Tuweke 9, tuweke 9, tuweke 9 ili zingine maana ni nyingi zinatoka. Uweke alama hivi 9, alafu urefu inchi 50. Ngoja okay, ngoja tunaniki urefu basi, tuweke hivi, weka hivi 9. Tuache tuanzie kwenye hii iliyopinda hapa. Pima 54 hapo. Sasa ona hivi hapo tutapinda. Tulinganisha huko. Jamani, mwenye swali tuendelee na maswali. Bwana, swali langu bwana, hivyo vitu hivyo vifaa hivyo vinapatikana katika maduka gani? Maduka ambayo sehemu yanapatikana. Maana sio ukazurura tena mambo yakawa hea. Maduka yapo Kariakoo. Okay. Mtaa Kongo pale. Ila ukifika pale ukiuliza tu maduka wanauza madawa ya batiki wapi, unaweza ukaelekezwa. Au kwa urahisi zaidi Machinga pale. Machinga Karume, Machinga complex pale. Pale ndo uhakika napo. Pale ndo karibu na hauwezi kupotea. Machinga kubwa ujue ile. Pale mtu yote ukimuuliza sehemu za batiki wapi, utaonesha watu wanauza, watu wengi tu. Sasa ukifika kule ukiuliza sehemu wanapouza naniliu, wanapouza madawa ya batiki, wanakuonesha. Naitwa Mama Amani. Ndio. Umetuambia kwamba tunakata scarf. Ndio. Scarf ni nini? Scarf ni zile kama tai zile, lakini scarf waga wanavaga hivi. Vifupi zile. Okay. Kama hivi. Kama Mwigulu Nchemba avovaga. Sawa sawa. Hapo nimeelewa. Hii hapa ili tuliokata sasa hivi. Mfano kama hili hapa. Hii hapa hii. Ukaenda kununua yadi 12 pale ni 30 ngapi? 35. Hili hapa. Ambayo hapa yadi 4 unatoa pesi 3. Pesi 3. Mfano kama dada namba kikunja hichi hapa kitambaa katikati. Dada yoyote hapa. Haikunje katikati hapa, akirefusha kiurefu. Ajipimishe kiurefu afu ndo tuone hiyo yadi 4 ipoje. Hiyo yadi 4 ni kama mitanga. Keke basi hapa kwenye shingo sasa. Ile kufanya hivyo wewe. Fananisha kwa kama umekivaa. Sasa hiyo hapo ndo yadi 4 sasa. Yadi 4 ndio tupime hapa.
Yadi 4 sawasawa na mita 3.5. Hizo ni yadi, sio mita. Tuweke 9, inchi 9. Tuendelee kupima huku inchi 9. Tena huku inchi 9. Tuangalie 9. Kata. Iko sawa. Tuendelee kukata. Madawa tunatumia yale, yaani madawa tuseme ni nini kwenye mwili, tuseme kama maji ya kunywa kwa binadamu. Lazima utumie madawa yale, caustic na sodium. Rangi, kwenye rangi kule, yani wewe unatumia yoyote unayotaka wewe. Kama unataka rangi nyeusi, nguo zako ziwe nyeusi, haya. Hiyo unachanganya kwa pamoja, lakini sio yote sasa. Kuna kiwango chake. Tuseme mfano kama nusu, mama endelea kukata. Mfano kama nusu ndoo ile ndoo ndogo maji ya moto. Na maji ya kutumia lazima maji ya moto kwa kweli. Unasikia bro? Hapo mbali. Maji ya moto. Ndoo ndogo ile maji yakiwa nusu. Madawa unaweza kuweka vijiko. Unatumia kijiko cha kulia chakula hiyo. Caustic unaweka vijiko 3, alafu ile sodium unaweka vijiko 4. Yaani maanisha ile ya unga ile sodium ya unga. Unazidisha kijiko 1 au 2 au 1.5. Naam? 3. Yaani ukiweka caustic vijiko kadhaa, sodium unaongeza kijiko, yaani unaongezea. Tukija kwenye rangi sasa, kwenye rangi kule, yani wewe sasa. Unaona madawa haya hapa katika batiki ndio inafanya yani nguo ing'ae. Yani katika haya madawa yanaendana. Haya ndio yanafanya nguo ing'ae, na ingine ndio inafanya nguo rangi ikae kwenye nini? Kwenye nguo. Kuchuja kwa rangi, unaona hii ya unga hii ya chenga. Hii ya chenga hii ni caustic. Alafu hii sodium ndo ya unga, nipo ya unga kabisa. Tuishike, lakini tukimaliza hapo tunaye na mikono. Tunaye na mikono kabisa na sabuni kabisa. Sio baadaye kana kula chapati hapo. Naona hii ipo kama unga. Kwa hiyo kwenye upimaji sasa, mfano umechukua kijiko chako hapo, tufunge tu. Vijiko ni vyakula. Ukiweka hii hapa vijiko 3 ya chenga, ukiweka vijiko 3, hii sodium unaweka vijiko 4. Sasa watengenezaji wa batiki wengine hawajui, wanaweka sawa kwa sawa. Maana hii ukumbuke chenga hii unga. Unaona? Kwa hiyo unavochota hivi kwenye ujazo, hii ndio inaenda nyingi, si ndio? Hii inaenda kidogo. Unaona? Kwa hiyo hii inatakiwa izidi sodium, izidi 4. Unaweza ukaweka 5 au hata 6. Hii itabaki hapo 3 au 4. Kwa hiyo ambayo inafanya hiyo rangi iwe strong ni hiyo. Vote viwili. Yaani kuchanganya pamoja, tuseme sawa sawa na nini sio. Uimara wa nguo yani ikae vizuri Maana yani vinashadadiana ili vikae kitu vizuri. Kwa hiyo yani watu watengenezaji wengi wanakosaga kwenye hili. Hivi kwa watoto wasuguse kabisa. Kwa watoto wasiguse kabisa. Kwa sababu watoto kumbuka tu wana mitindo ya kuweka vidole kila muda kwenye mdomo. Mfano sasa ukishafahamu sasa kazi. Kwa mfano mteja anataka mji huo wa njano. Alafu umeenda kule sokoni kununua kitambaa, jula la njano hamna. Umekosa. Kuna haya meupe. Inabidi ununue haya meupe. Ukishanunua meupe, unakuja unachanganya rangi yako ya njano, unakitumbukiza. Unakichezesha,
unakitoa unakianika, kinakauka, kinakuwa cha njano. Alafu sasa ndo unakuja kwenye process ya kuweka mshumaa hapa kwa kupata yale maua yako mji upate manjano. Kwenye hii jaba hilo hapo hilo tujaze maji, na hilo beseni hapo tujaze maji hivi. Kama hiki hapa tunaviweka kwenye maji, kama iko hapo tayari. Maji baridi? Maji baridi kwa kawaida tu. Unasubiri kama dakika sekunde kadhaa, kama sekunde 5 tunafanya hivi ili vikauke kauke. Teke ina hicho. Sasa hapa nilikuwa naomba na hivi vitambaa havina ndani na nje, unaona nini? Havina ndani na nje hivi. Ile tuseme ni pisi moja ile. Hii ya pili. Nani? Okay. Sasa kuna michoro mingine unaonaga, sijui mama kabeba mtungi, sijui chungu, sijui nini, ndio sasa mtu ana mchoraji sasa ndio anakaa kama hivi kwenye meza anachora nguo moja moja. Tunaweza tukaanza kuweka maji ya moto kwanza, au tunaweza tukaweka rangi hapo tuende kuweka maji ya moto, yote ni sawa. Kwa hapa tunaweka vijiko vyetu. Hii imeweka vingapi? Hiyo ndio ya chenga hiyo. Na hii ya chenga hiyo. Hii caustic ile, hii hapa ni sodium. Ya unga. Sodium ambayo inazidi kidogo. Tano. Natuweke na huku. Tano. Nne.
Tunaweka hii rangi ya njano hii. Inga tuweke huku. Tunaweka vijiko vinne. Au ngoja tuongeze kidogo. Hapo tuweke rangi nyingine, tuweke ya blue. Rangi umeweka 5 na ile chenga 5. Chenga ni ndogo. Ya chenga hii ni madawa tu, sio rangi. Hiyo si ile nani ya dawa. Yaani haijalishi, mimi naweza kaweka hivi viwili, nategemea na unafanyaje, au unategemea na batiki hizo zipo ngapi, unaona. Unaweza mimi labda nasema natengeneza vitambaa 7 nitumbukize kwenye hii beseni kama hii, naweza kaka hii pakiti nzima hii kwa vitambaa 7 au vitambaa 5. Kwa hiyo blue hamjahesabu 4, basi inatosha, inatosha. Tuna rangi ya blue, njano hii hapa na rangi zingine huku, tupate rangi ya bendera ya Tanzania. Haya moto hivi vingine hatuja vinaniliwe au ndo tushachoka hivi hapa, hatuja vifinyanga. Kuna njano, kijani na nyeusi. blue ndo hii hapa. Njano ndo hii hapa. Kwa hiyo zipo 4. Na kijani. Kwa hiyo sasa hapa nyeusi itazalika yenyewe. Hapa tutatengeneza rangi ambayo njano hii hapa, blue hii hapa, nitakoroga na kijani, ambao sasa hizo rangi zingine hizo itazalisha hiyo nyeusi. Itazalisha nyeusi. Hapo tungepata na dishi lingine tungeweka kijani. Hivyo hivyo. Yaani tumwagie tu sana, tumwagieni hapa katikati tu. Sana hapa katikati tu. Hiyo ni njano umeanza nayo. Kama mwingine anachukua hapo kikopo, anamwagia hiyo wa blue, anamfuata huyu jamaa. Hivyo hivyo. Unasema kwenye maandishi tusimwagie. Vovote tu, hata ikigusa sio mbaya. Wewe unachanganya hamna kishana huyu akumwagia. Yaani wewe ukiwa nyuma yangu hapa, chukua rangi nyingine pale, unanifuata kama hapo, unamwagia.
elewa. Ilichobaki ni utekelezaji tu. Shauri kwenye community yetu, kama kuna uwezeshaji wowote kwa ajili ya watu ambao wako hapa kwa ajili ya mafunzo ili waweze kujiendeleza zaidi. Kuna wengine mitaji haiwezekani, iko haijakaa vizuri. Kama kuna njia yote ya kuweza kusaidia watu wakapata mitaji na kuendelea kufanya uzalishaji itakuwa vizuri. Kwa jina naitwa Mama Amani, ni mkazi wa hapa Kijichi, ambayo nipo hapa katika kituo cha Sakapala Community Center. Nimefika hapa kwa ajili ya kujifunza upikaji wa batiki kwa njia ya mshumaa. Tumekata scarf na kuweza kuzitengeneza. Kwa nilichokiona leo tofauti na mara ya kwanza ni utumiaji wa mshumaa. Nimejifunza utumiaji wa mshumaa na ukataji wa scarf. Ila kitu ambacho nachoomba kifanyike, kiukweli tunaomba ili swala liwe endelevu, tuunde vikundi. Ina maana kwamba tukishaunda vile vikundi tuwe tunafika hapa, tujiwekee utaratibu, tuwe tunafika hapa labda kwa mwezi mara ngapi, tujifunze ili mradi iifani baadaye iwe ndio kazi yetu, kwa sababu kuna mama wengi wanaendesha maisha yao kupitia hii batiki. Naona lakini sisi tukijifunza tunakuwa tunaendelea na shughuli zetu nyingine. Kwa hiyo tunaomba hii Sakapala Community Center iwe ni sehemu ambayo kama ni ya darasa letu. Tuwe tunafika hapa mama mbalimbali. Mimi mwenyewe nitakuwa nimemtoa taarifa katika baadhi ya vikundi vyangu, nitawalika wana kikundi wenzangu, tutakuwa tunafika hapa. Tunaomba hii fursa tuwe tunapika hizi batiki, unaona, ambao sisi kama wana kikundi tuna mtaji wetu kidogo, tutaanzia, unaona, tupatiwe mwalimu, tutakuwa tunapika hizi batiki.